Habari gani? Karibu kwenye chaneli yako pendwa. Ninakushukuru sana wewe taulo la nchi yangu, unaendelea kutumika kwa namna yoyote ambayo mtumiaji anahisi unaweza ukatumika. Umekuwa mpumbavu na umekuwa mkimya pasipokuwa na sababu za msingi. Ulichokifanya ni kuhakikisha unahakikisha kuufanya mwili wako kuwa safi, kwa sababu hata mtumiaji anajua anachokifanya, lakini leo hii hakupigie hesabu wala hakuwazii, kwa sababu anajua kwamba na kesho utampukuta tu. Umekuwa mpumbavu kiasi kwamba anayekutumia anahisi hutaisha, kitu ambacho ni kweli. Wewe huwezi kuisha, kwa sababu unaendelea kudumu na unaendelea kuzaliwa, na kila atakaye kuja atakufua, atakutumia upya. Kila mtu na uchafu wake ameuweka kwenye mwili wake. Wengine wameenda mbali sana mpaka jabana wanakupukutia, wameenda mbali tena hata wakitoka kwenye anasa na zinaa na ngono zisizokuwa safi, unakuja unatumika. Lakini taulo umekuwa mkimya kupita kawaida. Taulo umekuwa mkimya kupita kawaida. Ni zaidi ya watu 5 wamekutumia, kila mtu anakugeuza anavyotaka. Hiki ni kitu nilitaka nimkumbushe mtumiaji wa taulo, kwamba itafika siku taulo hilo uliopukutia matako, sehemu uliopukutia makalio, utakuja kupukutia usoni. Kumbuka sasa, na huna uhakika kama ulipokuwa unapukuta ulikuwa umeoga au hujaoga. Utakutana na kinyesi siku nyingine, utakutana na ubaya ulioufanya asubuhi, jioni utapukutia sura. Kila mtu atakuona kwa uchafu uliokuwa nao, kwa jinsi ulivyokuwa unafanya mambo yako. Sijui ni namna gani. Taulo lilijaribu kupiga kelele, naomba unifue hata kidogo. Mtumiaji zaidi ya miaka 64 analitumia taulo hilo moja. Zaidi ya watu 4, zaidi ya watu 5 wamelitumia taulo moja, na kila mtu analitumia anavyojua yeye. Uchafu aliokuwa nao mtu wa kwanza amekuja kuchukua mtu wa pili. Jamani, liosheni taulo lenu. Osha taulo lako, osha taulo lako, hata jirani aone, hata jirani aone wivu kulitumia taulo lako. Usitaki kuniambia kwamba sisi tuna watu ambao hawana akili ya kushindwa taulo. Umetoka nje na tope zako hapo, unakuja hapa ndani, unachukua taulo lako unalipeleka chini, unakanyagia pale chini. Bro, baadaye utalitaka ili taulo. Sasa hivi ulikuwa na shida ya kujipukutia miguu. Je, baadaye utakuwa na shida hiyo ya kupukutia miguu? Unakuta baadaye una shida ya kupukutia mikono. Haya, ushachafuka chini hapo na ukuliosha, ukulisafisha, inakuwaje? Ulisahau, usilifanye taulo kama tambala la kudekia. Mbona lenyewe ulithamini sana, mnalisafisha ili liweze kusausha sehemu, liweze kukausha sehemu ulioenda kuitengeneza, ulioenda kuideki mara ya kwanza. Amini, unalihitaji taulo lako kwa hali na mali. Nyumba yako imekuwa na sifa nyingi, nzuri na mbaya. Umejitahidi sana kutengeneza sifa ya nyumba yako nje kuliko ndani kwako.
Kwa nini usingeanza na ndani kwako, ili watu wako ili nyumba yako, ili watoto wako wakawa balozi bora wa taulo lako? Mtoto wako wa ndani ndiye anaweza akawa balozi namba 1 wa taulo lako wewe, lakini leo mtoto mwenyewe naye umedharau, na taulo unalitumia unavyolitaka wewe. Siku inakuja unamhitaji mtoto huyu kwa nguvu ile ile aliyokushauri mara ya kwanza uende kulinunua taulo hilo, arudi akusafishia, kwa sababu nguvu zako zitakuwa zimeisha. Uzuri ni kwamba yeyote ana uwezo wa kulitumia taulo hilo, lakini je, ni nani aliyekuaminisha kwamba mtoto hana uwezo wa kulitumia taulo lako? Kama atafanya namna bora kwa sababu tunaenda tunarisishana hivi vitu. Kesho kutwa taulo ni la kwangu, na kufa lile taulo halitakaa. Kuna watumiaji watakao lihitaji taulo lile. Taulo lile halichakai miaka milele na milele, litaitwa taulo. Lakini wewe mwanadamu unalitumia, unakufa. Kwani ni wangapi waliokufa wakaliacha taulo? Ni wengi tu wamekufa, wameliacha taulo, wanazidi kulitumia na wanazidi kuharibu zaidi ya walivyoharibu watu wa kwanza. Namshukuru Mungu, sasa hivi taulo linatumika na sisi. Kuna mtu anayelitumia. Baba alivyokufa alimwachia dada yetu taulo, dada yetu anazidi kulitumia taulo. Dada amesahau yale yote ambayo baba aliyafanya mwanzoni. Taulo hili sasa hivi linatumika na nani? Na yeye. Lakini tayari na mimi nipo kujiandaa kuchukua taulo lile nilitumie. Sijui sasa kama dada atachoka kulitumia au dada atakufa kama baba, sijui. Lakini ninatamani sana taulo hili nilitumie mimi mtoto, kwa sababu hii itafanyika ni kama urithi ndani ya maisha yangu, kusimulia yale mazuri na mabaya aliyoyafanya baba kwa wakati wake, mazuri na mabaya aliyoyafanya dada kwa wakati wake. Osha taulo, fua taulo, takatisha taulo, ili na wengine waweze kulitumia. Umezaliwa ili uweze kuhakikisha taulo lako linatumika vema na kwa maslahi ya familia na ukoo. Lakini wewe huoni kabisa kwamba hawa watu ipo siku watakuja watalidai taulo lao. Tumetoka nje, tumefunga bendera nje huko ya taulo letu. Tulitengeneza taulo linaloendela, tulitengeneza bendera inayoendana na taulo letu. Taulo letu sisi halijui kulalamika. Taulo letu sisi halijui vita. Taulo letu sisi halijui masimamo. Taulo letu sisi si la kinafi. Taulo letu sisi limezoea kukaa kimya. Amini nakwambia, taulo hili utafika muda litachanika. Wakulishona atapata shida, na hapo ndipo utakuwa mwisho wa matumizi wa taulo hili. Kila unayemuona ana maslahi na taulo lake, lakini wewe umejisahau kuhisi taulo hili ni la kwako peke yako. Tupo, dunia inazunguka. Wazee wanasema dunia inazunguka. Wahenga waamini, watu wamechokoza mamba na mto wamevuka. Watu wanaleta ujuaji na taulo limebaki, linaendelea kutumika na watu wengine. Jiangalie kwenye mienendo yako yoyote, usizalau taulo. Osha taulo lako,
osha taulo lako, litakutunza.